Je, wewe unamiliki liabilities au unamiliki asset? Sawa? Liabilities hivi ni vitu ambavyo vinachukua pesa kutoka mfukoni mwako. Lakini assets ni vitu ambavyo vinaleta pesa kwenye mfuko wako. Sawa? Sasa tuna mfano wa liabilities hapa. Mfano wa kwanza ni simu kwa ajili ya kujisnap. Mtu ananunua simu ya gharama, sawa? Kwa ajili tu ya kujisnap, kujipiga picha, kuposti. Sawa? Hiyo ni liabilities. Ananunua simu ili aweze kujispoil. Hiyo ni liability. Sawa? Gari kwa ajili ya kutembelea. Sawa, kwa sababu ile gari kwa ajili ya kutembelea haiingizi chochote kwenye mfuko wake, ile inachukua kutoka kwenye mfuko wake. Kwa maana kwamba ile gari itahitaji service, atatakiwa aweke mafuta, kwa hiyo tunaichukulia kama liability. Sawa? Mkopo kununua gari ya kutembelea. Kuna mtu anachukua mkopo ili anunue gari ya kutembelea. Hiyo pia nayo ni liability. Sawa? Kwa sababu ule mkopo unaochukua utarudisha na riba. Lakini gari ambayo pia umenunulia kwa ajili ya ule mkopo haiingizi chochote. Gari nayo pia inakuhitaji pia pesa kwa ajili ya service, na inahitaji pia uweke mafuta. Kwa hiyo pia hiyo ni liability. Lakini pia mkopo kwa ajili ya kujenga nyumba ya kuishi. Umechukua mkopo kwa ajili ya kujenga nyumba ya kuishi. Ile nyumba ya kuishi haiingizi kipato chochote. Sawa? Lakini wewe utatakiwa kulipa mkopo pamoja na riba. Lakini ulikoipeleka pesa haijazalisha chochote. Kwa hiyo mkopo kwa ajili ya kujenga nyumba ya kuishi, hiyo nayo pia ni liability. Kuna jewelry au vitu vya samani. Sawa? Mtu ananunua cheni ya gharama, unamkuta mtu kajaza mamikono, mapete ya gharama ambayo hayaingizi pesa ila yanachukua pesa. Sawa? Nguo za gharama. Unaona? Mtu kila akiona nguo nzuri ananunua. Zile nguo haziingizi pesa ila zinatoa pesa. Viatu vya gharama hivyo hivyo. Kwa sasa unapokuwa na list kubwa ya liabilities kwenye maisha yako, ni maana yake ni kwamba unapunguza utajiri wako. Sawa? Note kwamba unapokuwa na liabilities nyingi kwenye maisha yako, maana yake ni kwamba unapunguza utajiri wako wewe mwenyewe. Tunakuja kwenye assets. Sasa asset ya kwanza ni ardhi. Sawa? Kama tunavyojua ardhi na inapanda thamani. Unaweza ukainunua leo milioni, kesho ikapanda samaki, au baada ya miaka 2 mitatu ikapanda thamani ukauza milioni 2, milioni 3. Nyumba kwa ajili ya kupangisha. Nyumba pia kwa ajili ya kupangisha pia inakuingizia pesa kwenye mfuko wako. Gari ya Bolt au gari ya biashara, hiyo obvious inakuingizia kipato. Sawa? Simu kwa ajili ya kutengeneza content au maudhui. Kwa hiyo kwenye asset pia, kama simu yako unaitumia kwa ajili ya kutengeneza maudhui ambayo watu wanakuja kukulipa kwa ajili ya maudhui, kwa pia nao pia tunaitem kama asset. Sawa? Lakini pia kuna hisa au stocks. Sawa? Kama umenunua hisa kwenye makampuni, kuna faida unaipata. Bondi au zamana, umenunua bondi labda za BOT au kwenye makampuni mengine. Kwa hiyo hizo nazo pia ni asset kwa sababu zinakuletea faida. Biashara, unafanya biashara pia unapata faida. Sawa? Kwa hiyo biashara pia nayo ni nini? Ni asset. Kwa hiyo unapokuwa na list kubwa ya asset kwenye maisha yako, ni maana yake ni kwamba unaongeza utajiri wako. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenye maisha yako unakuwa na asset nyingi kuliko liabilities. Jitahidi kupunguza liabilities na uweze kuongeza asset.